Nitoka hapa to 7. Kile kutafuta kazi kibarwani Kitale. Na nimefanya kiasi kwa muda. Mimi nimesikia tu nikakuta na watu huko kaniambia wewe umekufa na wanakutafuta nyumbani. Nikashindwa. Sasa ikapita jana tata akakuja. Hata yeye mwenyewe akashuhudia kweli nimekupata wewe. Kumbe ulikuwa umekufa. Anambia bana mimi sijakufa niko. Kaniambia wenyewe siku sasa hizi sikuwagi. Hata kama niko matanga tunaandamana mpaka wapi? Mpaka nyumbani. Mimi nimefurahi hivi nimefika hapa. Nikiwa mzima lakini sasa nimekuta wamesika mwingine yenye sio mimi. Na serikali itanisaidia kwa hapo. Maana mimi ni mtu wa hapa. Huyu ni baba, huyu ni ndugu. Yaani tutakuwa tukisaidiana na mawazo ya hapa hivi. Haijawahi kunisumbua bado. Lakini nimeshtuka tu nimekufa. Ile ilikuwa tu jana peke yake, lakini sijasikia kitu kingine ile kinini. Familia nataka tukimaliza hii ikuje iishi hapa. Hii shamba lazima tumjengee nyumba hapo hivi. Na wakati tulisikia huyo mtoto amekufia huko Kidali, tuliamua kuenda huko. Mimi mmoja wao nilienda huko nikafika kwa moja. Wakati nilifika kwa moja niliangalia huyu mtu, lakini nilishindwa. Tukarudi hapa nikawaambia sijaamini. Alafu walirudi mara mbili vile kijana alisema, huyo mama alisema huyo ni mtoto yenu mlikuwa mnanimwacha. Ndio wakarudi huko wakakuja na huyo na hii mwili. Sasa hii mwili si yetu. Sasa wetu ndio huyo. Na tunaomba serikali akusaidie huyu mtu aende kwa arudi huko Kitale kwa sababu sisi wenyewe hakuna uwezo. Sasa sisi vile tulisika huyu mtu tulifanya kimila yote bila natakiwa kwa mtu. Lakini sasa hiyo kimila bila tunapata huyu wetu tena tutafanya tu kimila ile nitakana kwa huyu wetu sasa. Nikauliza Mungu, kweli kaburi naona ni ndugu yangu. Nilikuwa nauliza kila siku usiku kifika nauliza, sikuwa nalala. Kifika saa 5 mpaka asubuhi sikuwa nalala. Sasa juzi ndio mtu ya huku amenunua shamba kwa Kitale akakufa. Wakati alikufa wale walienda mama mmoja na wale wanafanya kazi huko. Wale tu walileta ile mwili. Ndio ndugu yangu aliwatambua akawasalimia. Hata wakashangaa wakasema wewe umeshazikwa. Unaweza jua huyu mama, akasema namtambua jina. Akapikia jirani simu huko akasema wakaongea naye akamtambua jina. Sunday. Sasa hiyo Sunday mimi nikapikiwa simu nikaambiwa brother yako hajakufa. Bado kwa hai. Sasa tukapikia assistant chief, tukaongea na watu wa serikali. Sister yangu akakimbia huko Kitale, akaenda kwa hiyo mazishi, ndio akachukua huyu ndugu yangu, ndio amemleta hapa leo. Pata yeye anapotea, anakufa ndio huyo. Sasa anakuja hapa, sisi tunashangaa. Tunafurahi kabisa, sasa amekuja. Anakuja kwa poma yao. Yeye yuko na miaka mingi, hawezi kutoka hapa. Huyu baba yake huyu anakufa, yeye asifikiri yeye. Tulishangaa, tulilia, tulikuja hapa, tuliongea maneno mengi. Sasa tunaona ndio huyu anarudi. Tunaomba serikali ikusaidie huyu mtu atoke hapa. Jue vyenye hii mwili iko hapa itatoka. Hiyo tu ndio tunaomba. Sina uwezo mimi mwenye naongea, pesa zangu kwa account zote nilimalizia kwa marehemu mwenye alienda. Haturuhusu yeye kuingia nyumbani kwa sababu tunataka huyu mtu atoke hapa ndio aingie nyumbani tena ndio tufanye kimila. Kama huyu mtu kama yuko patu hapa hatuwezi kumfanyia kimila. Sasa ndio tunaomba serikali kusaidie waarishe huyu mtu atoka hapa ndio tuanze kimila kwa mtoto wetu. Bila alikucha alilala kwa matuka, hakulala kwa nyumba. Karibu na ujomba huko.
Sasa ndio tunataka ndio wanamleta hapa wajomba. Sasa saa hii tunataka hii watoe hapa hii kaburi ndio tuanze kushughulikia mtoto yetu. Sasa hiyo wakichimba hiyo tutachukua ndizi kimila yetu, alafu tuweke ndizi hapo ndio tuanze kimila kwa mtoto yetu. Hata lala kwa boma.